muktasari wa shajara ndani ya Radio Jangwani. Ni saa 11 majirani ya Afrika Mashariki. Karibu kwenye muktasari wa shajara. Langu jina John Bosco na Teleng. Wanaonufaika na mpango wa Inua Jamii katika kaunti ya Marsabit wametakiwa kutembelea afisi ya idara ya Inua Jamii iwapo wanapitia changamoto zozote baada ya serikali ya Kenya kuhamisha mpango wa pesa zote za Inua Jamii kwenye M-Pesa. Haya ni kulingana na mshirikishi wa idara ya Inua Jamii katika kaunti ya Marsabit, Vincent Muse, ambaye amesema kuwa mpango wa kuhamisha fedha hizo hadi kwenye mfumo wa eCitizen uliletwa ili kuwapunguzia mzigo mzito wanaonufaika na mpango huo. Aidha, Muse amekanusha madai kuwa fedha za wanaonufaika na mpango huo watazipoteza iwapo zitakaa kwa muda wa miezi 3 bila kutoweka. Vile vile, Muse ameweka wazi ni katika mazingira yapi ambayo fedha zinaweza kurejeshwa kwa akaunti ya serikali iwapo anayenufaika hajachukua fedha zake. Kaunti ya Marsabit ndio mabingwa wa mitihani wa kitaifa wa KCSE mwaka 2024 kanda ya Mashariki. Haya ni kwa mujibu wa mkurugenzi wa elimu kaunti ya Marsabit, Peter Mageri. Akizungumza alipokuwa akizindua rasmi mashindano ya muhula wa kwanza kwa shule za upili kaunti ya Marsabit iliyofanyika katika shule ya upili ya Moi Girls, Mageri amesema kuwa bidii, kujitolea na ushirikiano uliopo baina ya wanafunzi, walimu, wazazi pamoja na washikadau wa elimu jimboni ndio chanzo cha ubingwa huu. Mageri ameeleza kuwa kaunti ya Marsabit inazidi kupiga hatua kwa masuala ya elimu na ukuzaji wa vipaji. Wakulima na wafugaji katika eneo la Songa, eneo bunge la Saku, kaunti ya Marsabit wameonyesha hofu ya kutokana na utabiri kuwa huenda Marsabit ikapokea kiasi kidogo sana ya mvua msimu wa mwezi wa 3, 4 na 5. Wakazi wa eneo hilo wakiongozwa na Soba Liaro wamesema kuwa kutokana na wao kuwa wakulima, utabiri wa idara ya hali ya hewa kuwa mvua ndogo huenda ikanyesha itawaumiza sana, kwani msimu jana pia hawakuvuna chochote kutokana na mvua kunyesha kwa muda mfupi. Liaro akizungumza na kituo hiki katika eneo la Songa amesema kuwa serikali zote mbili zina wajibu wa kuwasaidia wafugaji kulipa au kupunguza karo ya shule, kwani kitega uchumi chao hakipo kwa sasa kutokana na mifugo wengi kufa au kuibiwa na wezi. Aliyekuwa msajili wa mahakama Ann Amadi na mwenyekiti wa zamani wa tume ya utekelezaji katiba Charles Nyachai ni miongoni mwa watu 37 waliojumuishwa katika orodha ya waaniaji mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Wengine walio kwenye orodha hiyo ni pamoja na mwenyekiti wa bodi ya Kenya Power Joy Brenda Masinde Mdivo, karani wa zamani wa bunge la kaunti Nairobi Jacob Ngwele na wakili Duncan Ojwang. Mwenyekiti wa jopo hilo Nelson Makanda amesema wanawake 6 na wanaume 31 wakiwemo watu 3 wenye ulemavu ni miongoni mwa walio kwenye orodha hiyo. Ni muktasari msikilizaji, lazidi kusikiliza Radio Jangwani na kupekua ama kudukua mitandao yetu ya kijamii kwa habari zaidi. Ndarejea tena papa hapa saa 12 jioni kwa shajara japo kimuktasari, na baadaye saa 1 jioni kwa shajara kamili. Langu jina John Bosco na Teleng. Huu ni muktasari wa shajara ndani ya Radio Jangwani.